Basi asanteni sana, tafadhali mnaweza keti chini. Rafiki yangu Askofu GITAHI na kanisa la Priesthood Fellowship Church, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa katika kanisa letu la Priesthood Fellowship Church kwa mara nyingine tena. Kweli vile askofu alivyosema, hii ni siku ya ajabu sana. Nilikuwa Tanzania juzi katika mkutano wa East African Community. Alafu nikiwa pale nikapata kuchochewa sana. Na nikakumbuka kulikuwa na kanisa pale Kahawa. Tulienda ya Askofu GITAHI. Na nikasikia roho yangu inasema twende pale kanisani. Nikachukua simu tukiwa break hapo kidogo, nikapigia mtu wangu mmoja, nikamwambia kuna kanisa, sikumbuki jina sana, lakini Bishop JJ, tafuteni hiyo kanisa, nataka twende huko Jumapili. Hata mjumbe wenu unaomba msamaha mheshimiwa, sikujulisha, ulipata kujua baadaye. Na pia askofu sikumpatia notice. Lakini ni Roho Mtakatifu iliniweka uchochezi mkubwa. Na ndio sababu nimekuja hapa kanisani kusema kwenu asanteni sana kwa kutukaribisha wakati ule. Asanteni tena kwa kutukaribisha hapa tena. Nataka niwashukuru watu wa Kahawa, watu wa Nairobi na watu wa kanisa hii kwa maombi yenu na kwa sababu ya kutupatia kura zenu. Mimi nataka kusema asante sana. Tulikuja hapa kanisani mkatuombea, mkatupatia baraka zenu na mkatuongezea hata na kura zenu nyingi. Naye Mungu akatupatia ushindi. Watu wa Kahawa, watu wa Priesthood, mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Na leo tumekuja hapa tena tukapata mahubiri ya ajabu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hiyo uchaguzi tulifanya ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi. Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura, yule wa muhimu ni wa kuhesabu. Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini. Hata mfanye vile mtafanya, kura itaenda vile tunataka. Lakini Mungu ni nani? Si ilijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi? So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika. Mimi nataka niwahakikishie kwamba vile ule msichana alisema hapa, tutazidi na kutembea
katika barabara ya kumheshimu, kumtambua Mungu na kumtegemea Mungu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa ushirika wenu katika kazi hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nasikia askofu amesema saa zingine ananihurumia kwa uzito wa hii kazi. Lakini nataka kueleza Bishop, Waswahili wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Hii kibarua nimetafuta. So usikwe na huruma na mimi, hii nilijitafutia, so nitapambana nayo. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya. Relax, hii Kenya tutaibadilisha. Unajua, siku nyingi tumekuwa tukijisumbua na kujiuliza maswali makubwa kama Wakenya. Mbona sisi tulianza na watu wa Malaysia? Mbona sisi tulianza na watu wa Singapore? Mbona sisi tulianza na watu wa Korea walikuwa kama sisi? Lakini wao sasa wako first world. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi ni maamuzi ya uongozi. That is the difference. Hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua. Mnanielewa? Wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo. And that is why they are where they are today. Hapa katikati sisi tunataka kukaa tu hivi, convenience, populist, nini. Hiyo nchi haiwezi kusonga mbele. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Hii mambo tutapanga vizuri. Unajua, mapema mwaka huu tuliita mkutano, tukaenda pale Nyayo Stadium, tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua. Wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa. Lakini mwaka huu tumepata mvua ajabu. Ni kweli ama si kweli? This year we got rains that we haven't got in the last 4 years. Kwa sababu kuomba Mungu si kazi mchezo, watu hawajui. Niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani. Hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani, hata ufanye nini, unga haiwezi kuja chini mpaka tuende shambani, tushughulike ndio unga irudi chini. Hawakuniamini. Ni kweli ama si kweli? Leo sasa wako na kigugumizi. Hawajui hata vile ya kuripoti. Niliona wengine wanasema ati waziri amesema unga itapungua next month. Unga itapungua next month namna gani? Na unga tayari ndio hii. Same time last year, wakati kama huu mwaka uliopita, unga ilikuwa shilingi 230. Leo ukienda kwa soko utakuta 135. Imepungua haijapungua? Na ni kwa sababu nilisema njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima. Mungu ametujalia, ametupatia mvua. Tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Wakulima wakafanya bidii. Leo tuko na chakula ya kutosha Kenya. Na mwaka ujao tutafanya bidii hata zaidi. Kwa sababu tayari nimeweka pesa ya kutosha kwa budget ya mwaka ujao, tuzalishe chakula kingi kuliko vile tumezalisha mwaka huu. That is how we are going to reduce the cost of living. Kama tungesema tunataka kufanya haraka Januari ati tutafute vile ya kusubsidize ile unga barabarani,
we would not be having the conversation we are having today. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are methodical, we have a plan, and we are going to change Kenya. Hawa viongozi wa bunge saa zingine wanapata wasiwasi. Mimi nawaeleza hawa ambao wanatupigia makelele saa hii, miaka 3 ijayo watakuwa wanatupigia makofi. Because we are going to make a difference in Kenya. And we are going to change our country. Mimi nawashukuru watu wa Nairobi kwa sababu county yenu ni county ya muhimu. Hii ndio capital city ya Kenya. Ile mipango yote tunafanya Kenya, tunaanza na Nairobi hapa. Mnakumbuka niliwaeleza ya kwamba tunapanga mambo ya matibabu. Watu wengi Kenya hii bado wako na matatizo, wakienda hospitali kulipa ni shida. Watu wanauza mali yao, watu wanauza magari, watu wanauza mifugo, watu wanauza shamba kulipa hospitali. Katika ile mpango tumeanzisha, na wabunge hawa nataka niwashukuru kina Kamande, wamepitisha sheria 4 mpya bunge ya kusimamia na kudhibiti mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. And it's because we have thought through what are we going to do. Sasa rollout ya hiyo mpango tumeanza pale chini. Hapa Nairobi tuko na community health promoters 7,000 nafikiri na 200. Tayari each one of them tumewapatia equipment. Na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu. Tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Pale mbele tunasema in our new social health insurance fund, hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa, enda uza shamba. Kila mtu, ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu, sijui nini hauwezi kupata matibabu. We have now removed all the exclusions. Wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone, na gharama hiyo italipwa na aidha bima ama italipwa na serikali ya Kenya. Pia tumesema kuna watu hapa kwa sababu hawana uwezo, hawana pesa ya kulipia NHIF. Katika mpango yetu mpya tumesema hata yule ambaye hana uwezo wa kulipa kadi ya NHIF na tumedhibitisha ya kwamba hana uwezo, tutamulipia kadi ya NHIF kama serikali ya Kenya, ili kusipatikane Mkenya hata mmoja anabaki nyuma katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu. So we are going to move together. Hii kazi haitafanyika hivi, lakini itapangwa vizuri. And this is how we are going to change Kenya. Tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana, kwa sababu vijana ni wengi Kenya, hawana kazi, na kazi haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangwe. Ndio tumepanga kazi kwa housing, tumepanga kazi kwa digital platform, tumepanga kazi kwa export of labor, na hiyo kazi yote inaendelea. Ile ya housing imeanza. Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing. 120,000. Mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 300,000 ama 400,000 wanaofanya kazi once we roll out our program in full. Kwa sababu hawa vijana tusipowapangia vile watapata kazi, watasumbuka, wataingia kwa madawa, wataingia kwa ulevi, wataingia kwa uhalifu. Na sio makosa yao, ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo. It is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work, and they must be deliberate.
So hiyo kazi yote tunafanya, wengine wanachanganyikiwa, hawaelewi ni nini tunafanya. Mimi nataka niwashukuru sana. Hapa Nairobi, nilikuja hapa Roysambu. Hapa Nairobi bado tuko na watoto wengi hawasomi. So many kids, especially in our informal settlement. Na ni makosa kubwa sana katika capital city ya Kenya kwamba kuna watoto wanahangaika huko kwa sababu wazazi wao hawana uwezo, mashule hakuna. Nairobi hapa tuko na shule 200. Imagine. Mimi wakati nilikuwa ni mbunge nilikuwa na mashule 150 na ilikuwa ni one constituency kule kijijini. Sasa city ya Nairobi jameni inawezekanaje kuwa na shule 200, constituency 17? Si ni makosa makubwa hiyo? Ndio nikasema tutajenga madarasa mengine 3,500 kama serikali Nairobi County. Na ndio sababu Thursday iliyopita nilisign supplementary budget ambayo tumeweka shilingi bilioni 1 ya Nairobi County kujenga mashule ya watoto wetu hapa Nairobi County. Nataka wale watoto wote wanaishi especially in the informal settlements, hao wabunge, na nitashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba we build an additional 3,500 classrooms in Nairobi so that all our children have an opportunity to go to school. Na nimekubaliana na county government ya Nairobi, wakati tutajenga 3,500, Nairobi County watatusaidia kujenga madarasa 1,500. Nyinyi MCAs mlio hapa, waheshimiwa, my friends, mpitishe hiyo budget yenu pale, na nashukuru nimeambiwa ya kwamba kuna mambo mmefanya. So asanteni sana. Because tunataka kuhakikisha ya kwamba every child in Kenya must have an opportunity to learn. Na ndio sababu mliona ya kwamba mwaka huu tumeajiri walimu wengine 56,000 wapya. Kwa sababu elimu ndio msingi, na elimu Mandela alisema is the greatest equalizer. Mahali ambapo inapatikana usawa pale kwa elimu, watoto wetu wakisoma. So tutashirikiana hivyo, tutafanya kazi hivyo, na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue, wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane, tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele, because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane, sisi wa Kenya wengine tuungane, sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country. And therefore, I want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process. They have come up with recommendations. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they have made, they are practical. We are going to work on those recommendations to reduce in areas they have recommended, to do whatever they have recommended in Parliament. Those that belong to the executive, I will make sure that we execute without any delay. The job of the rest of us as Kenyans now is to unite and move together into the future
to build our country, to build the unity of the citizens of our country, and to work on our economy so that we can grow jobs and we can enhance production and productivity so that we can reduce the cost of living and we can create opportunities for Kenyans to be their best. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Priesthood, mimi nataka niwashukuru sana kwa maombi yenu, kuombea taifa letu la Kenya, na niwahakikishie ya kwamba Kenya is going to go places. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mumeniuliza ya kwamba tujenge hiyo kanisa pamoja. Bishop JJ, nimekusikia. Nitakutafutia shilingi milioni 5 ya kupanga hiyo kazi. Utanitembelea pale, umesema unataka kuja kutembea. Nitapanga hiyo maneno, wiki hii unitembelee. Na ukuje na senator. Mimi nasikia kuna senator hapa. Ukuje na senator ndio nipange hiyo kazi, na hiyo ingine umesema nimekusikia. Na nimekuelewa pia. So nitapanga hiyo kazi. Niko na kalamu inaweza kufanya hiyo kazi. So nitapanga hapo, na kuna mambo mengine tutakuja tuongee vile tutaweza kusonga mbele pamoja na waumini wa kanisa hii na viongozi wengine na pia mji wetu wa Nairobi. So kwenu ninyi nyote nataka niseme asante sana. Mjumbe wenu amelieleza mambo ya Kamae. I made a commitment. Naona kuna watu wa Kamae hapa ama namna gani? Watu wa Kamae hapo. Tumepanga mambo yenu na tumehakikisha ya kwamba wale squatters ambao wako na magari kubwa kubwa tumewaondoa, ndio wale si ndio? Unajua hii nchi iko na maneno mingi. Nakuta mtu anasema yeye ni squatter na ako na V8. Sasa unamuuliza, wewe ni squatter? Sasa wewe ni squatter wa aina gani wewe? So tumemwambia hapana, si ndio? Squatter tunajua ni squatter ni kina nani. So nyorosha hiyo list, na nimemwambia mjumbe wenu how we are going to work on it. Tukimaliza hiyo kazi tutawapatia titles zenu na tutapanga hiyo dunia iende sawa sawa. Na zile kazi zingine zote mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka tuhakikishe Kenya inasonga mbele. So ndugu watu wa hapa Kahawa West na watu wa Roysambu na watu wa Kanairo, asanteni sana. Mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, na muendelee kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya. Mwathani amurathime.